The computer, an extension of the human intellect. The NCOM 511. Kevin Flynn, computer genius. Taken prisoner and held captive within the digital world of the computer itself. Karibu tena ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza. Na weekend hii nilikuwa na mpango wa kwenda kucheki movie moja hivi ya kibabe katika ulimwengu wa science fiction inayoitwa Tron Ares. Ila niligundua kitu kimoja kwamba asilimia kubwa ya wapenzi wa vibanda umiza hawajui vizuri ulimwengu wa movie za Tron. Na kwa sisi ambao tunapenda movie, tulijua vizuri ulimwengu wa Tron kupitia ile movie ya Tron ya pili inayoitwa Tron Legacy ambayo ilitoka mnamo mwaka 2010. Ila kiuhalisia sasa umeona nyuma ya ulimwengu wa Tron umetoka katika movie moja iliyotoka mnamo mwaka 1982. Na kiuhalisia kama unapenda game au kama ulipenda ile movie inaitwa Matrix au kama ulipenda movie moja hivi iliyotoka mwaka 2018 inaitwa Ready Player One, basi bila shaka ulimwengu wa Tron unaweza kuupenda. Na je, sasa hii movie ya kwanza kabisa ya Tron iliyotoka mnamo mwaka 1982 inahusu nini hasa? Na kama wewe ni mara ya kwanza ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, usisite kusubscribe. So movie yetu inatiki place katika ulimwengu fulani hivi ambao watu walikuwa wakipenda game na vile vile pia watu walikuwa na uelewa wa teknolojia. Kwa hiyo sasa kama wewe ni mpenzi wa computer games au vile vile pia ni mtu ambaye unaelewa vizuri kuhusu mambo ya teknolojia, basi movie ya Tron ya mwaka 1982 utaweza kuielewa vizuri. Na movie yetu sasa umeona inamhusu mchizi mmoja ambaye alikuwa ni engineer, alikuwa kiitwa Flynn. Umeona mpaka hapa na mchizi sasa alikuwa ni engineer mmoja ambaye anatengeneza magemu. Umeona mpaka hapa na vile vile alikuwa akifanya kazi katika kampuni moja hivi inayoitwa Incom. Na hii Incom kiuhalisia ilikuwa ni kama Evil Corporation fulani hivi ambayo tumeziona katika movie mbalimbali za MCU au movie mbalimbali za ulimwengu wa DCU. Na ujamaa alikuwa ni bonge moja la jina za vile pia alifanikiwa kutengeneza magame mbalimbali kwa ajili ya hii kampuni. Ila kwa bahati mbaya sasa umeona katika hii kampuni kulikuwa na mchizi mmoja hivi kwa kiitwa Ed Dillinger. Umeona mpaka hapo. Na ujamaa sasa kwa bahati mbaya sasa umeona aliamua kuiba magame pamoja na teknolojia ya ujamaa anaitwa Flynn. Na vile vile pia sasa akaforce kampuni ya Incom imfukuze kazi ujamaa anaitwa Flynn. Na vile vile pia umeona akachukua hatimiliki ya magemu yote na kufanya kama yeye ndo kayaandika ya magemu. Na kutokana na hilo sasa ujamaa anaitwa Ed Dillinger akafanikiwa kuwa CEO au mkurugenzi kabisa mtendaji wa kampuni inayoitwa Incom. Na jamaa wetu Flynn baada ya kuingia Uswahilini akaamua kutengeneza sasa kampuni yake ya magemu. Umeona mpaka hapo na kampuni ya magemu ilikuwa inahusu magemu fulani hivi katika ulimwengu wa dunia yanayoitwa arcade. Na magemu yalikuwa maarufu sana miaka ya 80. Umeona mpaka hapo. Ila vile vile pia ni kwa nchi kama Japani, Marekani pamoja na Korea bado ya magemu ni maarufu yani. Umeona mpaka hapo. Kwa hiyo in short mchizi alikuwa anaendelea kupiga pesa, ila kwa bahati mbaya sasa umeona alikuwa anajihisi vibaya kuhusu magemu yake ambayo alikuwa amechukuliwa na kampuni inaitwa Incom. Na kutokana na hilo sasa mchizi umeona siku hadi siku akaamua kutengeneza program special kabisa ya kuhaki mifumo sasa ya mawasiliano ndani ya kampuni ya Incom. Umeona mpaka hapa. Na hii program ambayo alitengeneza ilikuwa kiitwa Clue. Na hapa ndo tunaingia moja kwa moja sasa katika zile falsafa nzima ya ulimwengu wa movie za Tron. Na hii falsafa inafanana sana na falsafa ambayo tumeiona sasa katika movie moja inayoitwa Ready Player One. Umeona mpaka hapo. Yani falsafa yake ni kwamba sasa umeona dunia yetu ina ulimwengu wake, ila vile vile pia ndani ya kompyuta kuna ulimwengu mwingine kabisa yani. Umeona mpaka hapo. Kwa hiyo ni kitu kimoja, kila program ambayo unaiandika umeona ambayo inaingia ndani ya kompyuta, hii program hii umeona katika muonekano wa kompyuta ni kama binadamu fulani au ni kama viumbe fulani ambao vinaishi sasa katika miji ya kompyuta. Na kutokana na information ambayo nimekupa ni kwamba sasa umeona huyu Clue huyu ambaye kaandikwa na ujamaa anaitwa Flynn, huyu Clue ni program, ila kwa upande mwingine huyu Flynn ambaye kaandika hii program tulikuwa tukimuita user. Kwa katika ulimwengu wa Tron sasa utakutana na hizo termu hizi. Termu ya kwanza ni program na termu ya pili ni user. Kwa user ni mtu ambaye kamuandika huyu program, na huyu program ni kiumbe ambacho kinaishi ndani ya ulimwengu wa kompyuta. Na kutokana na hili sasa ujamaa anaitwa Ed Dillinger katika kampuni ya Incom akaamua kutengeneza umeona mfumo mmoja hivi au kiumbe kimoja au program moja kwa ajili ya kulinda mifumo yake. Umeona na hii program ujamaa aliita MCP au kwa kirefu Master Control Program. Na hii program ilikuwa ni AI yani. Umeona mpaka hapa. Na kwa washikaji ambao waliangalia mfululizo wa movie za Terminator umeona
Skynet nayo pia ilikuwa ni AI program. Kwa hiyo MCP na Skynet ni concept fulani ambazo zinaingiliana. Umeona mpaka hapo? Sasa huyu MCP huyu umeona katika ulimwengu wa computer alikuwa ni kama dictator yani, umeona katika ulimwengu wa computer. Na vile vile pia huyu MCP huyu alikuwa akitumia umeona hizi computer game ambazo zimeandikwa na jamaa anaitwa Flynn umeona kutengeneza mchezo fulani ya Gladiator umeona, ambazo hizi programs zilikuwa zikipigana na kila program inayoshindwa ilikuwa kiuawa yani. Na hii concept ya program kuuawa ndani ya computer mshakati kimoja kwamba hii program inakuwa deleted, inafutwa kabisa katika mfumo wa computer. Na vile vile sasa ili MCP aweze kutawala vizuri ndani ya mfumo wa kompyuta alikuwa akimtumia kamanda wake huyu anaitwa Sark. Umeona mpaka hapo? Na kwa upande mwingine pia umeona Flynn baada ya kuhama kampuni ya Incom alikuwa na marafiki wake wawili, umeona mchizi mmoja hivi aliyekuwa akiitwa Alan na vile vile pia mdada mmoja hivi aliyekuwa akiitwa Laura. Umeona mpaka hapo? Na huyu Laura alikuwa ametengeneza program moja hivi ndani ya mfumo wa kompyuta ilikuwa kiitwa Lori. Umeona mpaka hapo? Na hii program ya Lori kazi yake kubwa kabisa ilikuwa ni kuchukua input umeona na kutoa output. Sasa hii input na output sitaki ni kuchanganya sana kwa washikaji ambao hawajui vizuri yani mifumo ya kompyuta. Ile jua ni kwamba sasa umeona katika mfumo wa kompyuta kuna program special kabisa umeona ambayo inakuwa inachukua input umeona kutoka nje ya dunia yani. Umeona vile vile pia kutoa output umeona kutoka ndani ya kompyuta kwenda katika nje ya dunia. Umeona mpaka hapo? Na kwa upande mwingine pia ujamaa anaitwa Alan alikuwa ametengeneza program moja hivi inayoitwa Tron. Umeona mpaka hapo? Na hii Tron sasa umeona ilikuwa ni kama program fulani vya security ndani ya mfumo wa kompyuta. Kwa hiyo kwa washikaji ambao wanajua vizuri mambo ya kompyuta umeona au watu ambao washawahi kutumia kompyuta ni kwamba hii Tron sasa ni kama antivirus. Umeona mpaka hapo? Kwa unaweka antivirus katika mfumo wako wa kompyuta yako ili kulinda kompyuta yako sasa umeona dhidi ya mahaka au dhidi ya virusi. Umeona mpaka hapo? Ni kwamba sasa Tron sasa kazi yake alikuwa anafanya kazi kama antivirus yani. Ila kwa bahati mbaya ni kwamba sasa hii program ya MCP katika mifumo ya Incom umeona ikaanzidi kupata nguvu fulani hivi, na hii nguvu ni nguvu fulani ambayo inafana kabisa na zile nguvu zile ambazo tumeziona katika ulimwengu wa Terminator kuhusu ile program inayoitwa Skynet. Umeona mpaka hapa? Kama tulivyoona katika movie za Terminator, Skynet akaanza kupata akili kubwa na kuanza kujitambua. Kwa hiyo katika movie yetu pia MCP pia umeona katika kampuni ya Incom ikaanza kupata akili kubwa na kuanza kujitambua. Umeona mpaka hapa ikafikia hatua sasa umeona ilifanikiwa kuua hii programu ya ujamaa anaitwa Flynn anaitwa Crew katika mfumo wa kompyuta za Incom. Na vile vile pia ikafikia hatua sasa umeona kuanza kumcontrol hadi Ed Dillinger mwenyewe huyu. Umeona mpaka hapo? Na vile vile ikafikia hatua sasa MCP akafanikiwa kuvunja mawasiliano umeona kati ya programu ya Tron umeona iliyopo ndani ya mfumo wa Incom pamoja na ujamaa ambaye alitengeneza hii programu ya Tron anaitwa Alan. Na kutokana na hilo sasa Alan pamoja na Laura wakaamua kumfuata mchizi wao Flynn umeona watafute njia sasa ya kuingia ndani katika mfumo ya Incom ili waweze kuhaki umeona na kupambana na hiki kiumbe kinachoitwa MCP. Na baadaye kabisa tunaona hapa Flynn, Alan pamoja na Lori wanafanikiwa kuingia katika makao makuu ya kampuni ya Incom. Na vile vile tunamwona Flynn anafanikiwa kuingia katika chumba cha kompyuta hichi kwa nia sasa ya kuhaki katika mfumo ya Incom kwa ajili ya kupambana na hiki kiumbe hichi kinachoitwa MCP. Ila kwa bahati mbaya MCP alikuwa iko very powerful yani. Umeona mpaka hapo? Anauona ujio wa Flynn. Na vile vile pia kwa bahati mbaya zaidi sasa anatumia scanner hii umeona ambayo inambadilisha sasa umeona Flynn kutoka katika mwili wa binadamu na kuingia moja kwa moja katika mfumo wa kidigitali. Kwa hapa sasa ni concept nyingine mpya kabisa katika ulimwengu wa Tron ni kwamba kuna kifaa special ambacho ni kama laser fulani hivi ambacho kina uwezo wa kumbadilisha binadamu kutoka mwili wa binadamu na kuwa mwili wa kidigitali. Kwa kuanzia sasa yani umeona mpaka hapo Flynn wetu huyu atakuwa anaishi katika ulimwengu mwingine kabisa, ulimwengu wa kidigitali. Na pia sasa wa binadamu ambao walibadilishwa umeona kutoka katika ulimwengu wa kidunia na kuingia katika ulimwengu wa kompyuta umeona nao pia tunawaita users. Umeona mpaka hapo? Kwa hiyo katika mfumo sasa umeona wa kidigitali kuna programmers au program na vile pia kuna users. Umeona mpaka hapo? Na mara nyingi sawa users wanakuwa na kama superpower fulani hivi katika ulimwengu wa kidigitali. Umeona mpaka hapo? Na vile vile pia tunatambua kitu kimoja kwamba kila program pamoja na user au kiumbe chochote kile ambacho kinaishi ndani ya ulimwengu wa kidigitali wanakuwa na diski fulani hivi. Umeona mpaka hapo? Na hii diski sasa inakuwa na information zote kuhusu kiumbe yani kuanzia ID
DNA yake, umeona, kuanzia memory zake, kila kitu yani. Vile vile pia sasa hii disk mara nyingi inatumika kama silaha, na kama nilivyosema sasa ndani ya ulimwengu kidigitali kuna game humu ndani, na mara nyingi katika hii movie za Tron hizi kuna game kama za aina mbili. Game ya kwanza sasa inakuwa ni mpambano kati ya program moja pamoja na program nyingine, na vile vile pia kuna game nyingine ya pili ambayo inakuwa ni kama mashindano fulani vya baiskeli au mashindano fulani vya pikipiki yani, umeona mpaka hapo. Na mashindano ya pikipiki ni mashindano fulani ambayo pia ni ya hatari, umeona mpaka hapo. Na vile vile katika ulimwengu wetu sasa MCP pamoja na vibaraka wake au wanajeshi wake wanagundua kwamba Flynn alikuwa ni user, umeona, na sio program. Na kutokana na hilo sasa MCP pamoja na vibaraka wake yani kuanzia hapa sasa wakaanza kumsaka user huyu ambaye ni Flynn ili waweze kummaliza. Ila kwa bahati nzuri sasa umeona user wetu Flynn katika ulimwengu kidigitali anakutana na ujamaa anaitwa Tron. Nakumbuka Tron sasa ni program ambayo imeandikwa sasa na rafiki yake huyu anaitwa Alan, na vile vile pia ni Flynn anakutana na program nyingine inayoitwa Yori, na hii program ya Yori sasa iliandikwa na rafiki yake huyu anaitwa Laura. Na vile vile pia umeona Flynn alifanikiwa kukutana na program moja hivi inayoitwa Ram, umeona mpaka hapo. Ile kwa bahati nzuri katika zile harakati zote hizi za kupambana ndani ya mjengo wa kidigitali, umeona Flynn, Yori pamoja na Tron wanafanikiwa sasa umeona kumpiga Sark, umeona vile vile pia kuipinga au kuipiga hii program inayoitwa MCP. Na baada ya Flynn, Tron pamoja na Yori kufanikiwa kuipiga na kuiua hii program ya MCP, wanafanikiwa sasa kuachia huru program zote ambazo zinaishi katika mfumo wa kidigitali, umeona mpaka kuna vile vile pia sasa Flynn anafanikiwa muona kuhama kutoka katika dunia ya kidigitali na kuhamia katika dunia ya watu wa kawaida. Na vile vile pia anafanikiwa kuja na proof, umeona, kama ujamaa Ed Dillinger aliiba program zake zote za magame katika kampuni ya Incom, na kutokana na hilo sasa umeona kampuni nzima ya Incom inarudi tena umeona katika mikono ujamaa wetu anaitwa Flynn, na Flynn sasa anafanikiwa kuwa CEO aka mkurugenzi mtendaji sasa wa kampuni ya Incom. Na sini ya mwisho tunaona hapa Flynn, Laura pamoja na Alan wanakutana na kukumbatiana, na ilikuwa ni ishara fulani hivi ya ushindi. Kwa hiyo sasa hii movie ya kwanza kabisa ya mnamo mwaka 1982 ni movie ambayo sasa inaelezea ulimwengu wa Tron ulitoka wapi na unaelekea wapi, umeona mpaka hapo. Sasa katika movie inayofuata ya pili ambayo ilitoka mnamo mwaka 2010, umeona, inaitwa Tron Legacy, na kama nilivyosema Legacy, umeona mpaka hapo. Kwa ni movie fulani ambayo inahusu sasa maisha, umeona, kuhusu mtoto wa Flynn, umeona mpaka hapo. Na asilimia kubwa sasa sisi ambao tunaupenda ulimwengu wa Tron tunaweza kuangalia movie ya Tron kupitia hii movie ya Tron Legacy, umeona mpaka hapo. Kwa kesho kutwa nikipata nafasi nitavunja hii movie ya Tron Legacy ya mwaka 2010 na kuelezea ni jinsi gani hasa sasa hii Legacy iliama kutoka kwa Kevin Flynn kwenda moja kwa moja kwa mtoto wake huyu Samuel Flynn. Na kwa hivyo zinafuata ndani ya ulimwengu wa Vibanda Umiza. Stay tuned.